وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد kumshukuru Allah jalla jalaluhu, mola wetu mtukufu kwa rehema zake na neema zake na fadhila zake, na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na darasa yetu ya kitab al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitab wa sunna, fiqh iliyopesishwa kupitia mwangaza wa Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, kitabu kilichoandaliwa na nukhbatun min al-ulama, jopo la maulama jazahumullahu anna wa anil muslimina khaira. Tupo na kitabu zaka, kitabu cha zaka. Ingawa tupo katika wakati huu watu wanajitayarisha kuelekea katika ibada ya hija, lakini natumai kwamba wengi wetu sio miongoni mwa hao wanaojitayarisha kwenda hija, ingawa kwamba nia tunazo, lakini sio wote. Kwa hiyo na pia muda wetu ni mchache sana, sababu hija ni pana, na hasa kwa kuwa wale walioazimia hija huwa wanashiriki kwenye semina za mambo ya hija, basi bora huwa himize wahudhurie huko katika mambo ya semina za hija, watapata mengi zaidi. Lakini sisi hapa inshallah tuendelee na darasa yetu hii katika mlango huu wa zaka. Albabu arabi', mlango wa 4 unaeleza fi zakati bahimati al-an'am, zaka ya wanyama hoa. Fi zakati bahimati al-an'am, zaka ya wanyama hoa. Wa fihi masailu, ndani yake kuna masail mbalimbali. Sasa anawafafanua wa bahimatul an'ami, na hawa wanyama hoa ni wepi? Hiya al-ibilu, hawa ni ngamia, walbaqaru, na ng'ombe, walghanamu, na mbuzi. Na ndani yake wataingizwa wengine kama atavyoeleza mtunzi rahimahullah. Kwa hiyo anasema walbaqaru, na ng'ombe, yashmulu aljamusa aidan, inakusanya wale ng'ombe mwitu vile vile. Kwa mtu wamiliki wale anawafuga, basi ndio wataingia katika jamii ya wale. Tupo pamoja mashikwa, wale jamus, magombe makubwa yale, vipi? Nyumbu ni wale ndege hivi wenye shingo refu, ndio nyumbu. Wenye nyumbu kama ng'ombe, wenye mapembe makubwa wale, nyati. Nyati. Kwa hiyo tutasema jamus ni nyati, nyumbu na nyumbu pia, nyumbu wadogo kama ng'ombe, lakini nyati wale makubwa yale. Kwa hiyo ndo wataingia katika jamii hiyo hiyo tayari. Tayib. Kwa hiyo wataingia katika jamii hiyo, kama mtu anao wamiliki wale, wataingia hapo.
fahuwa naw'un min al-baqari, hao ni aina ya ng'ombe vile vile. Tayari. Wal ghanamu, na mbuzi, yashmulu al-ma'iz, wataingia hawa mbuzi wetu wa kawaida, wadhan, na kondoo pia. Kwa hiyo jamii ya wale wote wanaingia katika hao. Wasumiyat bahimatul an'ami, na wameitwa kwa jina hili bahimatul an'ami, wanyama hoa. Kwa nini? Liannaha la tatakallamu, kwa sababu wanyama hawa hawazungumzi. Liannaha la tatakallamu, kwa sababu wanyama hawa hawazungumzi. Min al-ibham, hii inatokana na ibham. Ibham maana yake wa huwa al-ikhfa, nayo maana yake ni kuficha. Wa huwa al-ikhfa, maana yake ni nini? Ni kuficha. Wa adamu al-idahi, na kutokuweka wazi. Al-ikhfa hii ina maana ya kuficha, wa adamu al-idahi, na kutokuweka wazi. Kwa hiyo bahimatul an'am, yani wanyama ambao wenye kuficha, hawazungumzi. Tayari, yani hawazungumzi. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza inaeleza shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibika kwake zaka. Kuna masharti gani ya kuwajibika hii zaka ya wanyama hawa? Wanasema wanazuoni, yushtaratu liwujubi zakati fi bahimati al-an'ami ash-shurutu at-taliya, kwamba zinashurutishwa au panashurutishwa kwa ajili ya kuwajibika zaka katika wanyama hoa hawa masharti yafuatayo, au sharti zifuatazo zinawajibika ili kutolewa zaka wanyama hawa. Sharti ya kwanza, an tablugha al-an'amu an-nisab ash-shar'i au an-nisab ash-shar'i, kwamba wafikie hawa wanyama nisabu ya kisheria, yani kiwango cha kisheria. An tablugha al-an'amu an-nisab ash-shar'i, wafikie hawa wanyama kile kiwango kilichowekwa na sharia, na kiwango chenyewe wa huwa fil ibili 5, nacho katika ngamia ni kuanzia 5. Sawa, katika ngamia ukianza kumiliki ngamia 5, basi wewe unahesabika kwamba ushaanza kumiliki nisabu ya zaka kwa wanyama. Wa fil baqari 30, na katika ng'ombe ni kuanzia 30. Ukianza kumiliki ngamia ng'ombe 30, basi wewe tayari umeshaanza kumiliki kiwango cha kutoa zaka. Wa fil ghanami 40, na katika mbuzi hao na kondoo ni 40. Kuanzia 40 hapo, basi wewe ni katika watu wanaowajibikiwa kutoa zaka. Liqauli Rasulillah sallallahu alayhi wasallama, wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusema, laysa fi ma duna 5 dhaudin sadaqa, hakuna chini ya dhaudi 5 zaka. Laysa fi ma duna 5 dhaudin sadaqa, hakuna chini ya dhaudi 5 zaka. Na dhaudi anaifafanua chini, na hiyo hadithi ni muttafaqun alayhi. Akasema adh-dhaudu min al-ibili, dhaudi ni katika ngamia, min ath-thalathati ila al-10, hawa wanaanzia 3 mpaka 10. Sawa, kuanzia 3 mpaka 10. Wa hiya muannathatun la wahida laha min lafdhiha, na neno hili ni neno lenye sifa ya kike, halina umoja wa tamko lake. Sawa, dhaudi ndio iko hivyo hivyo kama ilivyo. Faqawluhu 5 dhaudin, aliposema 5 dhaud, kaqawlihi, kama alivyosema 5 ab'ira wa 5 jimal
wa 5 nauqin, sawa, yani ngamia 5. Zote hizi ni majina ya ngamia: ab'ira, jimal, nauq, kari wa hakadha, na namna kama hii. Kwa hiyo kiufupi tunasema kwamba hakuna chini ya ngamia 5 zaka. Kimiliki kuanzia 4 huna zaka. Kwa hiyo kuanzia 5 ndio utatoa zaka. Wali hadithi Muadh, na kwa hadithi ya Muadh radhiyallahu anhu aliposema ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam usaddiqu ahla al-Yaman, anasema alinituma mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam nikakusanye zaka za watu wa Yemen. Tayari niende nikakusanye zaka za watu wa Yemen. Faamarani an akhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'a, akaniamrisha nichukue katika ng'ombe, kwa kila ng'ombe 30 basi nichukue tabia moja. Kwa kila ng'ombe 30 nichukue tabia moja. Tutakuja kumuona huyu tabia ni nani. Wa min kulli 40 musinna, na kwa kila 40 nichukue ngamia huyu anaitwa musinna. Hadithi hiyo ni hadithi sahihi kabisa, tayari nayo ni hadithi sahihi, ameitoa al-Imam Ahmad na Abu Daud na At-Tirmidhi. ولقوله صلى الله عليه وسلم، na kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. Akasema kwamba itakapokuwa zizi la mtu limepungua chini ya mbuzi 40, sawa. Idha kanat saimatu rajuli naqisa, litakapokuwa zizi la mtu limepungua min 40 shaa, chini ya mbuzi 40, falaysa fiha sadaqa, basi hamna zaka ndani yake. Falaysa fiha sadaqa, basi hakuna zaka ndani yake. Tupo pamoja hapo eh? Tayeb. Tayeb. Kwa hiyo anasema kwamba tutakuja kuona miaka ya hawa ngamia, kila wanapofikia miaka fulani basi anaitwa jina fulani, anapofikia umri fulani basi anaitwa jina fulani. Tayari tumefahamiana vizuri. Tayeb. Kwa hiyo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna, yani itakapokuwa zizi la mtu liko chini ya mbuzi 40 basi hakuna zaka katika mbuzi hao. Kwa hiyo sharti la kwanza liwe wale wanyama wamefikia idadi maalum iliyowekwa na sharia. Ya pili, sharti ya pili, an yahula ala al-an'ami hawlun kamilun 'inda malikiha wa hiya nisab, kwamba iwe umepita kwa wale wanyama wale mwaka mzima. An yahula ala al-an'ami hawlun kamilun, upite kwa wale wanyama mwaka mzima, inda malikiha, wa yule mmiliki wake, wa hiya nisabu, hali ya kuwa wanyama hao wapo katika nisabu.
sawa, wa hiya nisabu, hali ya kuwa wanyama hao wamefikia nisabu. Kwa maana hiyo idadi ya 40 hiyo kwa mbuzi na 30 kwa ng'ombe na 5 kwa ngamia iwe wamepitiwa na mwaka mzima, ndio natoa zaka. Isiyo kwamba leo kazaliwa 5 au kazaliwa 30 au kazaliwa 40 ndio utoe zaka siku ile. Umefahamiana? Yani zaka yake unaanza kuhesabu, leo washaingia 30, mwezi ngapi leo? Leo mwezi labda mwezi 11 au 12 funguo pili, basi mpaka 12 funguo pili ya mwakani hiyo utakuja kuwatolea zaka. Tupo pamoja hapo Lihadithi, kwa hadithi isemayo la zakata fi mali, na hakuna zaka katika mali, hatta yahula alayhi alhawl, mpaka ipitiwe na mwaka mali ile. Sawa la zakata fi mali hatta yahula alayhi alhawl, hakuna zaka katika mali mpaka ipitiwe na mwaka. Hadithi hiyo akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah, nayo ni hadithi sahihi. Lakini pia vile vile katika masharti an takuna saima, hiyo wanyama wenyewe wanajichunga. Sawa wanajichunga kwa maana gani? Wa hiya allati tar'a al-kala al-mubah, na hawa ni wale ambao wanaokula majani ya halali. Hawa ni wale wanyama ambao wanaokula tar'a al-kala al-mubah, wanaokula majani ya halali. Wa huwa alladhi nabata bi fi'li Allah subhanahu duna an yazra'ahu ahad, na haya ni yale ambayo yaliyoota kwa kuoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani bi fi'li Allah, kwa kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Duna an yazra'ahu ahad, bila ya kulimwa na mtu yoyote. Yani sio labda mtu amegharamika analima majani ili wanyama wapate. Haya ni yale ambayo wanakula wale wanyama kwa majani ambayo yameoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fil hawli, katika mwaka mzima, au akthari, au wakati mwingi au muda mrefu katika mwaka. Sawa pengine zaidi ya miezi 6, hawa wanakula yale majani ambayo yameoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumezoea kusema yamejiotea, au sio? Au yameota yenyewe, lakini kiuhalisia ni kwamba yameoteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana binadamu hajahusika katika kuyaotesha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa fi sadaqati alghanam fi saimatiha idha kanat 40 ila 120 shatun, yani katika zaka ya mbuzi katika zizi lake ambalo, au katika hali yake ya kujichunga, watakapokuwa 40 mpaka 120, basi utatoa mbuzi mmoja tu. Sawa watakapokuwa mbuzi 40 mpaka 120, utatoa mbuzi wangapi? Mmoja tu. Ndio kiwango kikubwa hicho, dogo sana. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na qawli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa fi kulli ibilin saimatin fi 40 bintu labun, na katika kila ngamia ambao wanaokula majani hayo yaliyooteshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, katika kila ngamia 40 tutamtoa ngamia mmoja anaitwa ni bintu labun, ambaye tutakuja kuona
nini maana ya binti labuni hapo katika masala ijayo inshallah. فإذا كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. Sasa watakapokuwa hawa wanyama wanakula haya majani yaliyooteshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani kwa muda mchache katika mwaka, muda mdogo katika mwaka ndo anakula, lakini muda mwingi anawalisha, kwa maana pengine akanunue chakula aje awalishe tayari, au agharamike akanunue wayane au akakate alete, sawa. Falaysat saima, hawa hawatakuwa na sharti hii ya kujichunga wenyewe wakatafuta kula. Kwa hiyo wala zakata fiha, hawa hawatakuwa na zaka. Wanyama aina kama hii hawatakuwa na zaka. Wanyama ambao wenye zaka wanaotakiwa kutoa zaka ni wale ambao ndo kama vile uchungaji wa kizamani ule, kwa maana anawafungulia asubuhi, wanakwenda huko, anawapeleka sehemu yenye malisho, wanakula, jioni anawarejesha. Hagharamiki yani katika chakula chao. Umefahamia? Tofauti na wale ambao wanaogharamika, mfano chakula ndo wawaletea kinunue na nini, wale hawana zaka. Umefahamiana mashallah طيب. طيب. Sharti ya 4, alla takuna amila, kwamba wasiwe hawa wanyama wanafanya kazi. Alla takuna amilatan, kwamba wasiwe wanafanya kazi hawa wanyama. Wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthi al-ardhi, na hawa ni wale ambao anawatumia yule mwenyewe katika kuchimba ile ardhi au kuchimbua ile ardhi na kulima tayari. Wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha, na hawa ni wale wanyama ambao anawatumia mwenyewe katika kulima ardhi, au nakli almatai, au kuhamisha mizigo, kubeba mizigo, sawa au hamli al-athqali. Nakli al-matai yani kuhamisha mzigo kutoka pahala kwenda, hamli al-athqali kubeba vitu vizito, sawa. Nasema liannaha tadkhulu fi hajati al-insani al-asliyati kathiyab, kwa sababu wanyama wakitumika katika hali kama hii, basi wanaingia katika zile haja za kibinadamu za msingi, sawa zile haja za kibinadamu za msingi, kathiyabi, kama vile nguo unayovaa. Je, unaitolea zaka? Ni mali au sio? Ukiuza unapata pesa, lakini je, unaitolea zaka? Hapana, kwa sababu hii ni kitu ambacho unachokitumia kikawaida, matumizi ya msingi, kama vile nyumba yako unayokaa, sawa, kipando chako unachosafiria kwenda huko na kule, ni mali. Lakini je, utatolea zaka? Hapana, hutolei zaka, kwa sababu inaingia katika vile vitu unavyovihitaji kimaisha, yani katika mahitaji ya msingi, vitu ambavyo unavihitaji, mahitaji ya msingi ya kimaisha, basi huvitolei zaka. Tuko pamoja Kwa hiyo na wanyama pia nao ikiwa unawatumia ndo kama hivyo, mtu ndo anawatumia katika kulima, kama vile
ilivyokuwa zamani. Zamani matrekta ya zamani walikuwa ndo wanyama, au sio? Anafungwa lile jembe, kwa hiyo anakwenda anachimbua tayari na namna kama hivyo. Kwa hiyo wanyama kama wale hawatotolewa zaka. Wanyama wanaotolewa zaka wanakwenda wanakula, wanarudi zizini, wanakwenda wanakula, wanarudi. Shughuli yake kukama maziwa na mambo kama hayo, yani hawamkallif sana. Ama idha uiddat lilkirai, ama wakiandaliwa wanyama hawa kwa ajili ya kukodishwa, mathalan tayari, mfano mtu ndo anakodisha wanyama hawa ambao kazi yao wao kulima au kazi yao wao kubeba mizigo, anawakodisha. Kwa hiyo anasema fa inna zakata takunu fima yuhsalu min ujratiha au fima yahsulu min ujratiha, zaka itakuwa katika kile anachokipata katika malipo yake. Wale wakikodi si wanalipa, au sio? Sasa kile ambacho kinacholipwa kile kikifikia nisab, wa idha hala alayhi alhawl, na kinapopitiwa na mwaka, pale ndio kitatolewa zaka. Fahamiana? Kwa hiyo ikiwa ataandaliwa kwa ajili ya kukodishwa, kwa hiyo atakuwa na ng'ombe wake mathalan 30, hao kazi yao ni kukodishwa, na kwenda kulima huku, anarejeshwa, analima huku. Kwa hiyo wale wakipitiwa na mwaka ndio atawatolea zaka. Umefahamiana vizuri? Lakini ikiwa anawatumia yeye mwenyewe, kwa sababu hiyo inaingia katika biashara, na kule tumeona katika biashara hakuna mali yoyote maadamu ni ya halali, basi natakiwa itolewe zaka. Tupo pamoja hapo mashaka wangu? Tayeb. Qadru alwajibi fil ibli, kiwango kinacholazimika kutolewa katika ngamia. Nasema miqdaru zakati alwajiba, na kiwango cha zaka ya lazima, fil 5 min al-ibli, katika ngamia watano, shatun jadha. Angalia hikma ya Allah, sio utoe ngamia, unatoa mbuzi ambaye ni jadha. Mbuzi jadha anamsherehesha chini, anasema as-saghiru as-sin, yani kile kindama kile ni kibuzi kidogo mwenye umri mdogo. Wa huwa min al-ghanam ma tamma lahu sana wa dakhala fi thani, huyu ni yule ambaye amekamilisha mwaka mmoja na anaingia mwaka wa pili. Huyo ndio unayemtoa zaka ya nani? Ngamia watano. Zaka ya ngamia watano, tena washapitiwa na mwaka, wewe unatoa jazaa, yani kibuzi hicho cha mwaka wa pili. Sawa, ni jambo kubwa kwa kweli? Si jambo kubwa. Tayeb. Kwa hiyo jazaa min ad-dhahl ni huyo mbuzi katika jamii ya Allah, au thaniya min al-ma'iz. Kwa hiyo jazaa huyo anakuwa ni katika wale ngamia, katika kondoo. Sawa, au thaniya min al-ma'iz, au unaweza kutoa katika mbuzi ambaye anaitwa thaniya. Thaniya nasema ma tamma lahu sanatan wa dakhala fi thalitha, huyu ni yule ambaye aliyekamilisha miaka miwili na akaingia katika mwaka wa tatu. Huyu ni yule ambaye aliyekamilisha miaka miwili na akaingia katika mwaka wa tatu. Kwa hiyo utaona kwamba mbuzi kidogo anatakiwa awe amechuka, kondoo anaweza akawa ni mdogo kulingana na yale maumbile yao. Kondoo si anakuwa anajaza jaza kidogo, tofauti na mbuzi. Kwa hiyo ima utatoa kondoo wa mwaka wa pili au mbuzi wa mwaka wa tatu.
Wa fil ashri, na wakiwa 10 sasa ngamia utatoa nini? Shatani, utatoa mbuzi wawili katika jamii hii kama tulivyotaka. Kwa hiyo kuanzia 5 mpaka 10 hapo unachagua mwenyewe, ima utatoa kondoo au utatoa mbuzi. Wa fil 15 3 shia, na wakifikia ngamia 15 unatoa mbuzi watano. Bado tu 5, 10, 15 mbuzi, kwa sababu dini ni wepesi, haiwakalifishi watu mambo wasiyoweza. Kwa hiyo fil 15 wa fil 15 3 shia, utatoa mbuzi. Wa fil 20 4 shia, vile vile inaendelea. Na wakifikia ngamia 20 unatoa mbuzi 4, kwa maana kila 5 pale. Sasa wa fi 25 ila 35 bintu makhadh min al. Sasa ngamia unaanza kutoa kuanzia wakifikia 25, hapo ndo ushakuwa tena wewe mashaallah, sababu ukimiliki ngamia 25 basi wewe ni tajiri mkubwa tayari. Sababu ngamia wana bei, ndio Tayeb, wahi kuulizia si maeneo ya Arusha kama hivi, nafikiri haipungui mpaka kufika hapa Zanzibar, kama sikosei, nadhani kama milioni ngapi ngamia, si nikataja ile piga nikakosea, lakini nafikiri haipungui kwenye milioni 4, milioni 5 na kuendelea. Na hayo mambo ya kusafirisha tena Allahu a'lam tayari, lakini kiufupi ni ghali ngamia tayari. Sahihi. Kwa hiyo kuanzia ngamia 25 mpaka 35 utatoa binti makhadh min al-ibli, utatoa ngamia binti makhadh. Na huyu ni yupi? Wa hiya ma tamma laha sana, huyu ni yule aliyekamilisha mwaka. Wa dakhalat fi thaniya, na akawa ameingia mwaka wa pili, bado ni ngamia mchanga. Kindama katika ngamia ndio utatoa zaka yako ya ngamia 25 mpaka 35. Wasumiyat bidhalika, na ameitwa kwa jina hili bintu makhadh, ni binti wa makhadh. Nasema li anna al-ghaliba, kwa sababu mara nyingi anna ummaha qad hamalat, inakuwa mama yake tayari ameshabeba ujauzito mwingine aliyemzaa. Sawa makhadh yani ni ile ujauzito. Kwa hiyo bintu makhadh ni ngamia au ni binti wa mama mjamzito. Bintu makhadh ni binti wa mama mjamzito. Kwa hiyo ameitwa hivyo kwa sababu inakuwa tena kishaingia mwaka wa pili, kishaachishwa, mama yake anakuwa anabeba mimba nyingine. Kwa hiyo fahia makhadh, kwa hiyo mama yake anakuwa ni, kwa hiyo fahia makhib, kwa hiyo mama yake anakuwa ni makhib ay hamil, yani mjamzito. Kwa hiyo fa in lam yajidha ajzahu ibn labun dhakar, ikiwa hakumpata basi atamtosheleza yeye ibn labun dhakar, huyu ngamia wa kiume, dume hili la ngamia ambaye anaitwa ibn labun. Na huyu ibn labun wa huwa ma tamma lahu sanatani, huyu ni aliyekamilisha miaka 2, wa dakhala fi thalitha, na akawa ameingia mwaka wa 3. Sawa huyu ni ile alikamilisha miaka 2 na akawa ameingia mwaka wa 3. Wasumia bidhalika, na ameitwa kwa jina hilo lianna ummuhu wada'at alhamla athani fi alghalibi,
kwa sababu mama yake anakuwa ameshazaa mimba ya pili mara nyingi. Kwa hiyo fahia dhatu labani, kwa hiyo anakuwa ana maziwa mama yake. Kwa hiyo ameitwa ibnu labuni, yani mtoto wa ngamia mwenye maziwa. Ibnu labuni, mtoto wa ngamia mwenye maziwa. Kwa hiyo kasha beba mimba, kasha zaa, ananyonyesha. Umefahamiana eh? Kwa hiyo takriban hapo unaweza kuona kwamba ngamia kwa maana akishamwachisha yule kwa mwaka mmoja, mwaka wa pili anabeba, mwaka wa tatu ananyonyesha tayari. Tayib. Kwa hiyo fi 36 ila 45 binta labuni laha sanatan, na katika kuanzia sasa 36 mpaka 45 ngamia, sawa tutatoa binta labuni, yani ngamia huyo mwenye miaka laha sanatani, ambaye ana miaka miwili, sawa ana miaka miwili, na inakuwa sasa ameanza ule mwaka wa tatu, anakuwa ameshaikamilisha hiyo miwili, ameshakamilisha. Wa fi 46 ila 60, na wakianzia 46 mpaka 60 hiqa, tukatoa ngamia anaitwa hiqa. Hiqa hiya ma tamma laha 3 sinina, huyu ni yule ambaye aliyekamilisha miaka mitatu. Wa dakhalat fi rabi'a, na akawa ameingia mwaka wa 4. Wasumiyat bidhalika, na ameitwa kwa jina hilo liannaha istahaqqat an yatrukaha alfahlu, kwa sababu inakuwa amestahiki kupandwa na dume, sawa liannaha istahaqqat, kwa sababu yeye inakuwa amestahiki an yatrukaha alfahlu, kupandwa na dume, kwa maana kishakuwa mtu mzima tena tayari, yani mwaka wa 4 ngamia tena anakuwa kishakuwa mkubwa. Wakila, na ikasemwa liannaha istahaqqat ar-rukuba wat-tahmil, imeitwa kwamba amestahiki, kwa maana amestahiki kubebeshwa mizigo, lakini amestahiki pia mtu kumpanda akamfanya kama ni chombo cha kusafiria, akamwekea soji akampanda akatembea naye kuanzia mwaka wa 4 tayari. Wa fi 61, na wakifikia ngamia 61 ila 75 mpaka 75, kuanzia ngamia 61 mpaka 75 jadha, tutatoa huyu ngamia anaitwa jadha. Wa hiya ma tamma laha 4 sinina, huyu ni yule ambaye aliyekamilisha miaka 4. Huyu ni yule ambaye aliyekamilisha miaka 4. Wa dakhalat fi al-5, na akawa ameingia mwaka wa 5. Wasumiyat bidhalika, ameitwa kwa jina hilo liannaha jad'at muqaddama asnaniha ay asqatathu, inakuwa kwa sababu yeye amedondosha yale meno yake ya mbele, maneno ya uchanga yale tayari ameshayadondosha. Sasa anaanza kutaka kuota meno ya ukubwani sasa. Kwa hiyo na wanyama nao kumbe wanadondosha meno na wanaota meno mengine ya ukubwani, sio binadamu. Kwa hiyo ngamia hawa wanapofikia hiyo miaka 5, basi hudondosha meno yao, meno yale yanatoka yanaota meno mengine ya ukubwani. Kwa hiyo huyu ndiye anaitwa jadha. Kwa hiyo huyu anatolewa ikiwa mtu ana ngamia kuanzia 61 mpaka 75.
وفي 76 na kuanzia 76 ila 90 mpaka 90 binta labun. Sasa utaanza wawili, wote huko ni mmoja mmoja. Sasa hapa tunaanza ngamia wawili binta labuni, kwa maana wale binti labuni tulotangulia kuwataja wale, sawa, ambao wana miaka miwili, wale ndio watatolewa wawili. وفي 91 na kuanzia 91 ila 120 mpaka 120 hiqatani, tutatoa hiqa wawili, tutatoa hiqa wawili ambao ni miaka mingapi? Miaka mingapi hiqa? Tatu, washaingia wanne, kwa hiyo wawe wawili. Kwa hiyo faidha zadat ala 120, sasa watakapozidi ngamia wale zaidi ya 120, wa fi kulli 40 bint labun, basi katika kila ngamia 40 atatolewa bintu labun. Wa fi kulli 50 hiqa, na katika kila ngamia 50 tutatoa hiqa mmoja. Wadhalika, na hayo lihadithi Anas fi kitabi sadaqa, nasema hivyo kwa hadithi ya Anas radhiyallahu anhu katika ile barua ya zaka ile. Wafihi, na ndani yake imekuja ya kwamba fi 24 min al-ibli, kwamba katika ngamia 24 madunaha, na chini yake min al-ghanami min kulli 5 shahr, sawa, yani kuanzia ngamia 24 na chini yake, basi tunatoa mbuzi kila ngamia, yani kila ngamia watano mbuzi mmoja, kila ngamia watano mbuzi mmoja, kama tulivyoona. Wa idha balagat 25, watakapofikia ngamia 25 ila 35 mpaka ngamia 35, fafiha bintu makhadh untha, hapa tutatoa ile bintu makhadh untha, sawa, tutatoa huyu bintu makhadh ambaye ametimiza mwaka na ameingia katika mwaka wa pili. Alhadith, hadithi hii ikaendelea, ambayo akhrajahu al-Bukhari. Kwa hiyo hapa kuna jadwali, hadha jadwal yubayinu kayfiyat az-zakati fi al-ibli, jadwali hii inabainisha namna ya zaka katika ngamia, yani yale maelezo yale yamewekwa katika jadwali ili kurahisisha. Kwa hiyo imewekwa hapo idadi na kiwango kinachowajibika kutolewa. Kuanzia 5 mpaka 9 unatoa mbuzi, 10 mpaka 14 mbuzi wawili, 15 mpaka 9 hajakosea, 15 mpaka 19 imekosewa hapo, 15 mpaka 19 unatoa 3 shia, mbuzi watatu. 20 mpaka 24 4 shia, unatoa mbuzi wa 4. 25 mpaka 35 unatoa bintu makhadh. 36 mpaka 45 unatoa bintu labun. 46 mpaka 60 unatoa hiqa. 61 mpaka 75 unatoa jazaa. 76 mpaka 90 unatoa binta labuni, na 91 mpaka 120 unatoa hiqa wawili. Hapo zaka ya ngamia inakuwa imemalizika. Kwa hiyo zaidi ni kuweza kuyafahamu haya mambo. Sidhani kwamba kuna miongoni mwetu anamiliki ngamia, lakini tunasoma tupate kujua, tuisome dini yetu, ili kwamba ikitokezea umemiliki, basi ujue kwamba unawajibikiwa na kitu gani.
Kwa hiyo tusiendelee mbele tukayachanganya mambo. Kiwango hichi tukifanyie muraja ili kipate kukaa vizuri, ili tukija darasa ijayo inshallah tuje tuangalie zaka ya ng'ombe na mbuzi bismillah. Kwa hiyo mpaka hapo tufikie kwa leo. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Natumai itakuwa tumefahamu, hakuna maswali. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.